Aya, Homa Bay oye! Homa Bay oye! Mama Aida Odinga, the Right Honorable Speaker of the Senate, Mheshimiwa Amason Kingi, former chairman of ODM Kilifi County, na waziri wa education Mheshimiwa Ogamba, Her Excellency the Governor of Homa Bay County, my party chairman of ODM Mheshimiwa Gladys Jasuna Wanga, na wabunge wote na chairman ambaye anaitwa Faruk Kibet, na wabunge wenzangu wote nimewasalimia. Mjambo, tusalimiane kwa mkono. Tusalimiane tena kwa mkono. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru mama wetu, Mama Aida. Mama, unajua kuna watu wachache sana wanakumbuka pali walisoma. Wengi hawakumbuki, wakimaliza shule wanapotea, vile kama sisi tumepotea. Lakini wewe umeamua kukumbuka pali ulisoma kila wakati. Mwezi uliopita tulikuwa na wewe huko Migori, kama unachangia shule ambayo inaitwa Uruba Girls Secondary School huko Uriri. Ulichangia hawa pesa nyingi sana, tena ukalete watu ambaye wanasaidia kulete vifaa vya ujenzi, simiti, mabati, vitu mingi zililetwa huko. Na leo umetualika hapa Homa Bay kuja kusindikiza wewe ili tukumbuke shule yako ambayo inaitwa Ogande Girls. Mama, nataka kukupongeza kwa sababu watu wengi, vile nimesema mapema, hawakumbuki pale wamesoma. Wale wamekaa na wewe pale, kuna wengine wamesoma Alliance High School kama former chairman ya Kilifi ODM na speaker ya Senate sahi, na ministers na wengine na Gladys Wanga, na wale wote hakuna mtu amekumbuka pale amesoma. Mimi najua. Sasa hii ni fundisho. Tafadhali kumbukeni pale ulisomeshwa. So mama, asante sana, na tumelete mchango wetu pia sisi ile Mungu ambaye ametupatia. Nataka pia kushukuru Mheshimiwa Speaker kwa kuchukua nafasi yake. Hiyo Kiswahili ya Kilifi ni nafasi wake ama nafasi yake, ukiweka zote mbili inakuja kuwa umetoka Kilifi mbali ukapita Nairobi siku ya Ijumaa na umefika. Bwana Speaker, asante sana kwa kuja kuungana na mama wetu na waziri wetu wa education Julius Ogamba. Mimi wakati nilikuwa tunaangalia huko bunge niliuliza, wewe unajua kazi gani unachukua? Hii kazi ni ngumu sana, lakini amejaribu. Sina mengi la kusema. Mimi kwa jina naitwa Junet Mohamed. Mimi ndio mbunge wa Suna East. Mimi ndio minority leader ya bunge ambaye inaongoza wabunge, na mimi ni mfuasi ya baba. Sasa nikianza kuongea juu yangu nitachukua muda mrefu, lakini nataka kusema hivi. Saa hii katika nchi yetu vile mambo iko, mumeona nchi imetulia kama maji ya mtungi, na hii utulivu imekuja kwa sababu ya viongozi wetu. Kiongozi wa chama chetu, chama cha OD, na kiongozi wa nchi Daktari William Samoei Ruto, baada ya hawa kukuja pamoja na kusema ya kwamba nchi yetu lazima itulie ili wananchi wapate maendeleo na wananchi wapate manufaa. Na unajua kuna wengine walikuwa kwa serikali juzi wakafanya ujinga mingi, mambo yao ikaletwa bunge, tukafukuza hawa kazi. Na wale watu wamesahau kama Njiri, wamesahau vile walikuwa wanaongea wakati walikuwa kwa serikali. Wengine walikuwa wanaenda kwa ofisi saa 11 asubuhi kabla jogoo ya pili hajawika,
kuja kupambana na sisi huko Nairobi, ati sisi ni watu wa maandamano, sisi ni watu wa fujo, sisi ni watu wa kuongoa reli. Sasa tunangoja yeye afanye hiyo kazi. Fanya hiyo kazi ndugu yangu. Hiyo kazi pia ni kazi muhimu sana katika nchi yetu. Juzi nimeona ati ameenda Amerika. Ameenda Amerika. Sasa unajua ni kama anasoma kitabu ya baba ya zamani. Ameenda Amerika, amejificha huko mwezi moja, ama ilikuwa mwezi moja na nusu. Akarudi hapa. Sasa amekuja Jomo Kenyatta Airport ati anataka kukaribishwa vile tulikaribisha baba wakati tulisema baba wa Iliraway. Akakuta na watu 50 ambaye wanatoka kijiji yake huko wa Munyoro ndio wanangoja yeye kwa kiwanja hapo. Siku hiyo ndio amejua ya kwamba siasa ni kazi ngumu. Mimi nilikuwa nafikiri mtu atakaribishwa kikamilifu. Hata MCA imeshinda yeye kukaribishwa pale kwa airport. Hii mambo dunia hii kwa siasa, kila mtu anavuna alichopanda. Kama wewe ulipanda chuki na ukugawa watu na kuleta chuki mingi katika nchi yetu, utavuna chuki. Sasa huyu jamaa yetu ambaye tulivuta kazi, sasa anavuna chuki. Watu wataki yeye, akitoka Amerika anaingia nchi kama mwizi usiku tena, ati kwa kiwanja hakuna watu. Hiyo ni ile chuki ambayo wewe umepanda. Saa hii katika nchi yetu vile broad based imefanyika, mumeona vile mambo iko. Maendeleo inaenda katika kila sehemu ya nchi yetu. Huko Migori watu wanasema Homa Bay ndio umepata zaidi, lakini pali pengine pia wanapata. Homa Bay sijui iko na maneno gani. Maneno gani iko hapa tutachunguza. Hata tunataka kufungua motion huko bunge ya kuchunguza maneno gani iko Homa Bay hii. Ama tuwache? Tuwache tu. Kwa sababu Wanga ni chairman yetu ya chama, wacha tuwachie tu. Lakini kama ingekuwa mtu mwingine tungefanya uchunguzi, kwa sababu serikali yote iko hapa Homa Bay. Serikali ya county iko hapa Homa Bay. Mama Aida iko hapa Uganda Girls. Baba akitoka huko Kisumu iko Homa Bay. Tafadhali watu wa Migori pia wako jirani hapa, tafadhali. Na mama yetu anatoka Migori. Anyway, kwa kumalizia nataka kusema hivi, sisi tunataka kuchukua nafasi hii kushukuru baba na president kwa kutengeneza serikali ya broad based ambaye watu yetu wako ndani, na hapo ndio tutahakikisha ya kwamba wananchi ya Kenya wamehudumiwa na kila mtu ako ndani ya serikali. Wale pale ambaye wengine wanalia wako ndani ya serikali. Wale wako nje, unajua kuna wengine wanaona kama hao wanakaa kwa serikali lazima wengine wakae nje. Ndio wanasikia ati wako kwa serikali. Sasa ile wameona Jonathan anahangaika huko kwa barabara. Hiyo wakati imekwisha. Sasa hii tutamenyana, tutavurutana, tutakanyagana mpaka wengine waende pembeni ndani ya serikali tu. Hakuna pali mtu anatoka hapa nje. Nduru itapigwa ndani ya room mpaka mwingine atatoka kwa dirisha. Utaona tu wewe siku yake itafika hapa mbele. Kwa hayo machache nataka kualika waziri wetu ambaye ni jirani hapa, ambaye anatoka Kisii, ambaye anasimamia mambo ya walimu yote hapa Kenya. Tena amesoma hapa Homa Bay Primary. Yeye ni mtu ya hapa, sijui kama ameoa pia hapa, atatuambia. Akuje atoe ujumbe ya serikali kwa mambo ya education. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Sasa mimi kama minority leader ambaye tena anatoka Migori County pamoja na mama yangu, Mama Aida Odinga, ambaye ametulea, nimelete 1 million shillings kwa mchango hii. Wapi pesa bwana?